Acha tufundishane kitu kimoja katika maisha. Siku zote unatakiwa uwe mkweli ili maisha yako yawe vizuri na muloa, ili watu wakuheshimu, wakupende siku zote katika maisha yako. Mimi ni msema ukweli, yani sasa hivi nimeishiwa kila kitu, sio pesa wala mtu akija kuniomba msamaha mimi nao sina. Ujue wanadamu tunashindwa kuelewa. Watu tunabishana kwenye vitu vya ukweli ambavyo vitu hivyo hatupaswi kuvibishana, kwa sababu tunavielewa kwamba hiki ni kitu cha ukweli, lakini unataka kubisha tu kujitengeneza mgogoro ambao ulikuwa mkubwa. Mimi siwezi kulizungumzia vibaya, lakini ili kabila naona kama linazoea hivi, bila kulisema, bila kuliweka sawa, watu watazidi kuendelea kizazi na kizazi. Kuna kabila moja ambalo linapatikana Kigoma. Ukimwona mtu kama huyo Kigoma, ujue kabisa ni hatari. Iko hivi, ukimwona mtu ana kilo 70, ukimwona mtu wa Kigoma ana kilo 70, na sisitiza ili unielewe vizuri, ujue kabisa mwili wake una kilo 20. Sawa, chale ina kilo 20. Si umenielewa? Ubishi una kilo 20, uchawi una kilo 10. Ujue kabisa hawa watu sio kuwatania, kwa sababu ukimtania basi uzao mgogoro, mwishowe usababishwa vifo kwa watu wasiokuwa na hatia. Hembo tunatakiwa tulijue na tulifikirie kwa undani zaidi. Jamani, watu wa Kigoma, hembo acheni mambo yenu hayo. Acheni kabisa, acheni. Wewe ukisikia mishemishe, vitimbwi na mambo yalojificha ndani ya panzia, namu uweze kuvitambua mpaka nikuambie wewe. Yesi, leo nimekuja na hili. Nyinyi kina dada mnoweka profile picha ya mabwana zenu, hakikisheni kwamba msitufanye kwamba wanaume tusiwatongoze. Buku ina picha ya Mwalimu Nyerere, lakini bado Chadema wanaitumia. Namu unatakiwa ufahamu, mimi sina shida yoyote. Mimi ni mtu ambaye nakufikishia taarifa mbalimbali ili wewe ujifunze zaidi na zaidi. Kama upo kwenye nyenzo hizo, upo kwenye milolongo hiyo, upo kwenye nyakati hizo, basi unatakiwa uelewe namna gani watu unatakiwa uishi nao. Hebu tuwaone watu wa design yao. Hebu kwanza tumsikilize huyu jamaa nini anachokizungumza, kisha tuendelee. Naam, waogope sana hawa watu. Mtu anayetabasamu unapomfanyia ubaya, na vile mwogope mtu ambaye anakushauri kufanya kitu ambacho yeye hakipendi. Mwogope mtu anayekaa kimya wakati wa ugomvi, na kwa namna hiyo mwogope sana mtu ambaye anakujali tu pale anapohisi kwamba anaenda kukupoteza. Na mwisho, mwogope mtu anayeongelea sana mafanikio yake kuliko utafutaji wake, kwa sababu wote hawa wanaongelea upande mmoja na wanauacha upande mwingine, na huo walioacha ndo nguvu yao. Naam, komenti yako na pia tuweze kusherehesha kwa pamoja. Watu wananihita kivuruge ndani ya Iko Henry Session Piece. Nataka kujua kitu kimoja, kati ya Yanga na Simba ni nani ni mshindi? Ni nani mtani jembe katika eneo fulani, ili tujue ndani 2026 hawa watu wanashindania nini, na watu wanapambania kitu gani, na nani ana magoli mengi, na nani mwenye furaha nyingi, na nani mwenye makombe mengi. Hiyo ni mtihani jembe. Tuma komenti yako ili tuweze kuisoma kwa umakini, ili tuelewe. Naam, mtazamaji wako, msemaji wako Chumbaga OG. Kwa majina naitwa Opatz aka Chumbaga OG. Amjui maana hii Chumbaga OG? Maana yake ni mfukunyuku, mambo ambayo yaliyojificha watu wa kawaida hawawezi kuyapata. Tuenjoy kidogo. Ukimshika mpenzi wako kwenye makalio, basi umsababishia hali nzuri na kuwa mtu ambaye tafutafu fulani.
Usimwone mtu kajazia, ujue kabisa anafinywa finywa. Wale wapenzi wembamba, wale wapenzi wasiokosa flat, wale walikuwa flat screen, basi tujue tuwashike wapenzi wetu, basi wanenepe, waongezeke nyash. Wacha nikupe kitu kinono, kitu kitamu ambacho kinaweza kukufariji ndani ya moyo wako, kinaweza kukufariji ndani ya furaha yako. Haya ni maisha tu, haya ni maisha binadamu. Unatakiwa watu tuenjoy, tufurahi. Hakika Yanga inanipa furaha, inanipa hamasa. Unapohitaji majina ambayo yanastahili kusemwa katika nchi za Tanzania, usikose jina moja ambalo linaitwa Chapa Store, Chapa Film, ambaye inakupatia movie kali, story nzuri, ambaye inakupatia mabegi mazuri ili uheshimike ukweni. Basi njoo tukuzie kwa bei simple kabisa bila kuchelewa. Ukichelewa yatakwisha. Misimu ya sikukuu ndiyo hali ambayo unatakiwa uheshimike ukweni, uheshimike kwa mke, uheshimike katika safari, uonekane bonge la mtu. Njoo madukani kwetu, tutakupatia vitu mlua kabisa, filamu nzuri. Usikose ndugu yangu bila kuchelewa.